السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Na ndugu zangu katika imani, nataka tusemezane mawili matatu hapa kwa sababu ni jambo ambalo linawasumbua watu wengi, hasa katika jambo la mashamba. Leo nataka tuzungumzie mambo ya mashamba kwa sababu kuna baadhi ya watu wanalalamika sana kuhusiana na shamba. Watu wanazozana kuhusiana na shamba, sijui ploti hii sijui na nini, shamba hili sijui sio lenu, sijui nani na nani. Yani mambo mengi sana kwamba watu wanakaa juu wakati shamba lipo. Basi nakupatia njia ambayo itaweza kukusaidia biidhnillah ili kupambana na wale ambao wanajifanya wanajua sana wakati wao hawana mamlaka yoyote katika shamba lile, hawana umiliki wa halali katika shamba hile. Lakini zoezi hili ukilifanya, hakikisha wewe ni mmiliki halali wa lile shamba, kwa sababu kuna jamii zinazozana, familia hii na familia ile wanazozana kwa sababu ya shamba. Sijui babu yetu na babu yako sijui alifanya nini, sijui nani. Yale mambo yale yanapelekea watu wanakuwa na uadui, watu wanaangamizana kwa sababu ya mashamba. Leo nataka nikupatie njia hapa ili uweze kujifanyia mwenyewe. Tena ni njia nyepesi, kwa sababu katika njia nyepesi hii isikupatie shida ya kwamba sijui vitu gani. Hapana, na kupatia njia nyepesi ya kwamba itakuwa ni rahisi na wepesi wa kufanya wewe. Lakini insha Allah taala, iwapo unaona shamba lile lina mgogoro sana, wewe hata usianze kuzozana na watu. Wewe nenda uchukue ule mchanga, kisha ule mchanga utamshtakia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya Rabbi Mwenyezi Mungu, kuna watu wanatudhulumu, kuna watu wanadhulumu, kuna watu sio wanafanya nini na nini. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya nini? Kufanyia wepesi. Kwa hiyo utachukua mchanga wa pembe nne za hiyo shamba au boma, pembe nne, kisha na pale katikati chukua mchanga uchanganye kwa pamoja, kisha nenda utafute chungu, tia kwenye chungu mchanga huo, kisha utatafuta na chumvi ya mawe, kisha utatafuta na alligator. Hii kuna alligator, hii ni iliki nyeusi, ile iliki kubwa inaitwa alligator. Upate takriban kama 3 hivi, zitie pale ndani, kisha utaanza kukaranga. Utaweka kwenye moto kile chungu, ndani kuna hiyo alligator, chumvi ya mawe pamoja na mchanga wako wa shamba. Utaanza kuweka pale kwenye moto, kisha utaweka nia, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, shamba hili yeyote ambaye alikanyaga hapa kwa ajili ya kwamba afanye madhara au kufanya uchawi wake ili shamba hili liweze kupotea katika umiliki wetu, ya Rabbi Mwenyezi Mungu, wewe ndio unayejua zaidi. Yani unaweka nia ile ambayo unajua kwamba ya Rabbi Mwenyezi Mungu, ambaye alikuja hapa kwenye hili shamba kuzika mambo ya kiuchawi, watu wasielewane, watu wafurugane, watu wazozane, ya Rabbi Mwenyezi Mungu ndio unajua wewe. Kwa hiyo shamba hilo liko hapa, unaweka nia, kisha unafanya dua zako unazozijua. Unaweza kusoma Yasin Waradda, unaweza kusoma Suratul Fil 75, unaweza kusoma Yasin Radi, unaweza kusoma dua qala rajulani, kumshtakia Mwenyezi Mungu. Hii dua qala rajulani nilikwambia hii ni dua ya Albadili. Unaweza kufanya hiyo qala rajulani tulielezana. Hii ni dua za Albadili. Kuna kitabu kinaitwa qala rajulani ambacho ni kitabu cha dua ya Albadili. Huku unakaranga ule mchanga biidhnillah alkarim. Kwa hiyo utatafuta hicho kitabu kinaitwa qala rajulani, hiyo dua iko hapo ndani. Hiyo ni kitabu cha Albadili. Unaweza fanya na hiyo Suratul Fil pia unaweza soma 75, huku na karanga na kutia nia zako kwa Mwenyezi Mungu. Ukishamaliza basi unachukua ule mchanga unarudisha sehemu zile ama unazungushia lile bomba.
kwamba yeyote atakayekuja kukenyaga hapa kwenye hili shamba kwa nia ya ubaya, kwa nia ya kuvuruga amani ya Rabbi Mwenyezi Mungu, basi uweze kumsambaratisha, kumdhalilisha, kumfedhehesha. Allah ndiye mwenye kujua zaidi ya. Kwa hiyo huo ni utaratibu tu kwa uchache, ili kila mmoja aweze kujifanyia mwenyewe. Wale ambao mashamba yao yanadhulumiwa, hayauziki, yana kila aina ya balaa, basi fanya huo utaratibu ili uweze kujisaidia biidhnillahi karibu. Iwapo uweze kufanya utaratibu huo, basi tafute mjuzi aliye karibu nawe akufanyia utaratibu huo. Tumesema kwamba mchanga unatia kwenye chungu na chumvi ya mawe na aligeta 3, kisha na ukaranga pale mpaka utakuwa kama mweusi hivi, utakuwa umeungua wakati unafanya dua yako hiyo. Ukishamaliza unaurudisha ule mchanga sehemu ya ile bomu, unazungushia kwa manuizi ya kufedhesha wale wote ambao wanaenda against na amani ya pale mahali biidhnil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.